mnakula vizuri, mnavaa vizuri, alafu mnasema hamna pesa? Sawa, leo mmeanza vita msivyovijua. Filamu hii ni kisa cha ukweli ambacho kinatokea katika maisha. Na hii haina dawa, mtaanza kufa moja baada ya moja. Naanza na wewe, kisha kaka yako atafuata. Kuna watu wanafikiri usipowaonesha shida zako wewe au na shida. Mzigo unaitwa mchawi wa kijiji. Lakini sasa kabla hatujaanza, na kukumbusha usubscribe, ulike na comment. Pia kubonyeza hiyo kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu mpya. Tunakula kwa neema, toba kwa neema, twaishi kwa neema. Familia Sekalema. Haya, movie yetu inaanza sasa. Hapa ni katikati la jiji la Goma, jiji ambalo aliishi kijana mmoja na mdogo wake wa kike. Kijana aliitwa Ali Sekalema na mdogo wake aliitwa Joyce. Siku moja Joyce, baada ya kumaliza kazi zake za nyumbani, alitaka kupumzika, maskini wa Mungu. Ndipo akakaa sebleni na kuwasha TV akijipa burudani, huku akisubiria usingizi umufike asinzie. Alikaa hapo kwa muda mrefu peke yake, maana walikuwa wakiishi wawili tu, yeye pamoja na kaka yake. Sasa kaka alienda kutafuta na Joyce alibaki kufanya kazi za nyumbani. Sasa ghafla akasikia mlango umegonga. Nani tena? Mimi nataka kusinzia bwana, hivi nimfungulie? Joyce alisimama na kwenda kutazama nani anagonga mlango, na alipofungua kumbe ni jirani wa kwake. Karibu jirani. Alipofungua mlango, jirani aliingia mara moja. Sasa hatujui nini kilimleta. Kaka yako yuko wapi? Kaka hayupo. Nilikuja muomba aniazime 100. Aise, kumbe jirani alikuja kuomba pesa. Sasa Joyce akamjibu, jirani, dola 100? Yaani hatuna hata dola 5. Na hata kaka angekuwepo, ni hivyo, namaanisha hatuna pesa. Inaonekana kabisa jirani akufurahishwa na mazungumzo. Sijue alitaka wampe kitu ambacho hawana. Na hiki kinatokea ukiwaambia watu huna, wanadhani unawaigizia. Siku ile Ali hakuchelewa kurudi nyumbani, yaani baada ya nusu saa mwamba alirudi. Karibu. Asante. Vipi? Poa. Pole na majukumu kaka. Asante sana mdogo wangu. Walianza kupiga stori ya kifamilia, kisha baadaye Ali akamuuliza Joyce, je, umekula? Hapana. Kwa nini? Kaka, umesahau unga umeisha? Aisee, na hapa sina kitu mfukoni. Lakini usijali, kuna mchongo nasubiria, ukikaa vizuri watanicheki. Sawa, so unajua Mungu atuache. Sawa kaka. Kwanza nakumbuka kaka, basi wanawaziashi tuko na makuta oho na shata hatuna. Kunatoka mdada mwa sai hapa nakia kukopesha $100. Nimemwambia hauko. Benye biko nawaza shitu na alaro bachi bawaze vile. Baada ya Ali kupokea ujumbe, akamwambia Joyce, uache wafikiri hivyo. Nafikiri sisi hatuna shida. Okay, sawa. Lakini hapo jirani alirudi tena kwa mara ya pili. Karibu. Asante. Nilikuja tena hapa, lakini nilikukosa. Sawa, nilitoka kidogo. Kaka, naomba uniazime 100. Lari hakuona hizi siku, lari haipatikani. Umetoka tena pasai. Na mimi nakwambia hatuna makuta. Hii siku makuta hakuna. Nashtuka teseka. Kwa mara ya pili walisema, jirani, hatuna pesa. Lakini sasa kwa upande wa jirani aliona kama wanamuima. Yaani watu wanakula vizuri, hawalalamiki, wanavaa, wanasema hawana 100. Sasa wasubiri tawaonesha. Mimi nina roho mbaya kuliko hata ninyi. Na hapa ndipo mwanzo wa kila kitu. Lakini Ali na Joyce walibaki sebleni wakipiga story. Hawajui nini wanawapangia, maskini wa Mungu. Sasa siku moja asubuhi, Joyce alikuwa akifanya usafi
huku akihimba na kudance, maana mrembo hakutaka kudipa stress. Maisha ni mafupi, acha tu enjoy. Tazama hapo, anaburudika tu. Sasa kaka yake alitoka chumbani na kusema, natoka kidogo, naenda jitafuta na muda wangu wa kurudi unajua. Ya kaka, najua. Sasa Mwamba alitaka kuchomoka, lakini dada yake akamzuia. Kaka, hapo Joyce analomba pesa, sema kuna wadada wanadekewa kaka zao. Lakini kaka alikuwa chali, akamwachia kama buku hivi alafu akasepa. Lakini waliishi vizuri, upendo, heshima. Joyce aliendelea kufanya usafi na kuimba kama kawaida yake, kidensi. Na alipomaliza, Joyce alitamani kuvuta upepo. Akachukua kiti chake na kwenda kukaa chini ya mti, akisema ikifika saa 6 mchana naenda kununua juisi na mkate na kunywa, alafu namsubiri sasa kaka aje. Alikaa chini ya mti akaanza kuchati na marafiki zake, aliwatumia message voko. Lakini sasa hali ilibadilika ghafla. Juu ya mti kulionekana kiumbe cha ajabu wanaita Tandu. Tandu alianza kushuka taratibu chini ya mti. Joyce aliendelea kutuma message huku ajue nini kinaendelea. Maskini ya Mungu, Tandu alisogea hadi kumgusa Joyce na akaanza kujitengenezea njia hadi akaingia mguuni. Ghafla Joyce akaanza kusikia maumivu makali, maumivu ambayo haikuwa ya kawaida. Alianza kulia hapo, na Tandu ilitumwa na huyo jirani ambaye alikuja kuomba pesa, na wao wakasema hawana pesa. Sasa inakuja vita za giza, sijui Ali na Joyce wataishije. Muna roho mbaya nyinyi. Sasa hii ndiyo dawa yenu. Mission yake ni ya kuharibu kabisa familia ya Sekalema, maana walikuwa na pesa lakini walikataa kumkopesha. Ndivyo yeye anavyojua. Sasa jirani moja alisikia Joyce akilia, akakimbia kwa kasi, alafu mwingine akachomoka. Wakaanza kumuuliza kuna nini jirani, lakini kwa upande huyo jirani aliendelea kuwatazama kwenye chungu chake cha giza. Mimi ndiye shetani mwenyewe, naitwa Kidude Roho Kutu. Joyce aliendelea kusikia maumivu kwa ndani. Sasa kitu cha kushangaza, majirani kwa macho ya kawaida waliona mguu iko simple, hawaelewi nini, hawajui kuna kiumbe ndani ya mguu ule, na kiumbe kile ni Tandu. Sasa umoja akasema acha nimpigie kwanza kaka yake, atajua nini cha kufanya. Ali alikuwa muuzaji wa duka, lakini duka lilikuwa sio la kwake. Yeye aliajiliwa tu kama mfanyakazi ndani ya duka ile, na siku ile hakuwa kabisa na movement nzuri. Yani alikosa mudi mwenyewe wa kujielewa shida ni nini. Kumbe shida ni nyumbani kuna waka moto. Sasa mbele yake kulikuwa na mteja na alikuja kununua sabuni ya unga, lakini kabla hajamfungia simu yake ilianza kupiga, na namba iliyompigia ilikuwa ya dada yake kipenzi. Akamwambia mteja, samahani nipokee simu. Alipopokea, sauti aliyosikia haikuwa ya dada yake. Halo kaka. Dadako. Jirani akaanza kusema, dadako huku hatumuelewi, analia mguu, lakini sisi tunaona mguu wake huko sawa, hatuelewi shida ni nini. Ali aliposikia nini dada yangu, aliacha kila kitu na kuanza mbio, lakini mteja alijaribu kumzuia. Nipe umo. Ali akamwambia niache siko sawa, na akaondoka kwa kasi ya ajabu. Mteja akabaki anashangaa, huyu vipi, mbona eleweki? Aliendelea kukimbia kwa kasi, maana alimpenda dada yake kupita kiasi, kwa sababu katika familia yao walibatika kuzaliwa wao wawili tu, yeye pamoja na mdogo wake Joyce. Sasa Mwamba alimpa upendo wote na hakutaka ubaya wowote umufike. Ali alipofika, nini dada? Kaanza kuuliza, dada umepatwa na nini Majirani, niambie nini kimetokea hapa? Wote wakasema, jirani, kama unavyoona tulimsikia akilia mguu, lakini mguu uko sawa. Hebu fanya kwanza tumfikize nyumbani, alafu utafute namna ya kumpeleka hospitalini. Kwa huzuni na uchungu, Ali akambeba dada yake na majirani zake wakamsaidia. Sema kuna majirani wengine ni zaidi ya ndugu, na kuna wengine majirani ni zaidi ya maadui zetu. Fungua mlango jirani. Kwa uchungu Ali alizungumza, kaa hapa dada, alafu mimi nitafute namna wewe kuanza kutunziwa. Usijali dada, utasikia vizuri. Pole sana dadangu.
Kwa kweli Ali alichanganyikiwa, akaanza kutafuta namba ya mshikaji wake mmoja hivi alikuwa daktari. Sema wakati wa shida tunatambua pia marafiki wa kweli na marafiki ambao sio wa kweli. Sasa akasema hapa nimpigie huyo daktari, ndio atajua shida ni nini, maana mimi sielewi kitu chochote hapa. Alo mkubwa. Alo. Wakaanza kuzungumza, akamuuliza dokta, leo ni zamu yako au uko dukani? Si niko hapo kabisa. Sasa kuna shida dokta, na wewe ndio msaada pekee. Ni probleme gani? Kufarmasia kuna shida, kuya tu hauna probleme. Sawa, nakuya. Dada, naenda kwa dokta, nakuja sasa hivi. Natafuta namna upate dawa dada yangu, utasikia vizuri. Inaonekana kabisa hauko sawa. Ase dokta, we acha. Ndugu wangu ameanguka ghafla. Yaani analia mguu na sijui shida ni nini. Nilikuwa kazini. Ikiwezekana nisaidie na dawa, tuanze matunzo ya nyumbani tu. Mimi nikupatie dawa na sijue magonjwa. Na nimeambiwa umeama. Lakini sio mbali. Sawa, subiri basi. Twende nitazame mwenyewe nijue nini shida. Alafu takupa dawa. Usijali, atakaa vizuri. Sawa, twende. Walianza safari na rafiki yake alianza kumupa motivation. Atakaa vizuri, usijali, atakaa vizuri. Sasa walipofika, kitu alichokiona kilikuwa cha hatari. Yaani mguu ulianza kuoza. Daktari alitazama. Akasema, hii siwezi kutunza, gharama yake ni kubwa kabisa. Na lazima twende hospitalini. Siwezi kutunzia nyumbani. Gharama yake kama nilivyokuambia hapa, lazima utoshe $1,150. Ukipata ni cheki. Sawa, mimi naenda. Dokta, please nikopeshe basi rafiki yangu. Niko chini ya miguu yako. Sina pesa. Sina kabisa. Na mimi vidonda sio kazi zangu. Lakini ukipata hiyo $1,150 takuja kumutibia hata nyumbani. Ili tu nikusaidie. Sina kabisa pesa. Sawa, kwa heri. Kuna watu wanachukulia shida ya mwenzake kama fursa ya kujitajirisha. Yaani hakuna utu kabisa. Ali alienda kwa shangazi yake akisema pengine atakuwa na pesa, na kama ana pesa akinipa hata kuku 15 tu inatosha. Hiyo ni kianzio, maana shangazi yake alikuwa mfugaji wa makuku. Na siku ile ilikuwa siku ya preparation ya sikukuu ya kuzaliwa kwa mwanae Anita, yule tunayemwona hapo. Akimwambia kesho ni kesho, kwanza sitapiga, tutakula huko. Karibu. Karibu sana. Ema, siku mingi Marona nikumbuka. Basi maisha tu. Karibu sana, karibu. Pacha kakako kitu. Sala kwanza pale. Ni salama. Shangazi. Joyce anaumwa. Kuna kitu kinamtokea mguuni na kinapelekea kabisa mguu wake kuharibika saa baada ya saa. Nakuomba shangazi, tufanye haraka tumpeleke hospitalini. Maibu sana niona pa sina hata sans, hata second fakini. Shangazi, sina lakini. Kini makuta ngapi? Makuta mimi ya mtoto wako ya mloko anniversary. Sio makuta mimi kunapanga na wewe anniversary. Anniversary yake. Shangazi, afya ya mtu unalinganisha na kitu kingine? Kweli? Pardon, sasa alisha programu niko nayo jua ya kusema sema mtu ni mgonjwa wala hai. Kwanza siku zote mlikuwa mnakula raha zenu. Sasa leo mna shida, unakuja kunipima imani. Mimi sina pesa. Pesa zangu nimeshapangia. Shangazi, raha gani unazungumzia? Nakuomba, please, niko chini ya miguu. Please shangazi yangu, fanya kitu. Fanya kitu shangazi. Kumbuka tuko wawili tu, damu ya kakako. Lakini shangazi kakataa kweli, kasema mimi sina pesa. Kwanza simama wewe. Simama na uondoke, usinilete mambo ya huruma hapa. Ungejua mimi ni shangazi yako, usingekuja wakati wa shida tu. Ungekuja pia wakati unapata pesa. Ondoka. Ali aligeuka na kumuita shangazi, pengine atamwonea huruma, lakini shangazi alikataa kabisa. Ondoka, sitaki. Mimi sina pesa. Ondoka.
Sasa Ali aliishiwa nguvu na imani ya dada yake kupona ikawa ndogo, kwa sababu mtu pekee aliyekuwa anamtegemea alikuwa ni shangazi. Aliamini shangazi akikosa pesa atanipa hata kuku na nikiyauza mdogo wangu atapata matunzo mazuri. Sasa vitu vilikuwa tofauti. Shangazi kakataa barabara na akamfukuza kama umbwa. Anajiuliza hapo, tafanya nini na nani atakuwa msaada wangu sasa? Hapa kichwa kinauma. Vitu vilizidi kuwa ngumu kwa upande wa Ali. Akakosa kabisa mtu wa kumsaidia. Rafiki yake kamkataa. Pia kwa upande wake hana vitu vya thamani ambayo anaweza kuyauza ili atibie dada yake. Alikuwa eneo ambao watoto wanapenda sana kuchezea. Sasa tunaona mtoto mdogo hapo wa kike alifika sehemu ambapo Ali alikuwa na akaona kitu chini, saa ya mkono. Alipoitazama alikumbuka kitu. Jambo kaka, nipatie kubenyuka, sikia njala. Mtoto alikumbuka siku ambayo alikuwa na njaa sana na Ali alikuwa chini ya mti akishika andazi mkononi. Mtoto alisogea na kumwomba na Ali alimpa bila shida. Alinisaidia na andazi, lazima nimlindie kitu chake. Mtoto akaanza kumtafuta, akamwona, akakimbia kwa haraka. Kaka, nafikiri sana ya kwako. Oh, asante sana mdogo wangu. Sawa, lakini inaonekana hauko sawa. Nini shida kakaangu? Kweli siko sawa, lakini hata nikikwambia hauwezi kuelewa kwa sababu wewe bado mtoto. Kwaheri. Ali alisimama na akaondoka, lakini mtoto alibaki hapo akasema, "Hey Mungu, ningekuwa na uwezo ningesaidia huyu kaka." Hapo hapo mwangaza mkubwa ulionekana juu ya mti, kisha sauti kasikika. Nasikia kilio cha moyo wako. Unataka kumsaidia? Ndiyo. Je, uko tayari kupokea uwezo wa kumsaidia? Ndiyo. Sawa. Anaitwa Ali Sekalema. Dada yake anasumbuliwa na nguvu za giza. Nenda ukamsaidie. Mungu yuko pamoja nanyi. Pokea nguvu hizi. Baada ya kupokea nguvu, alipelekwa barabarani. Mzee, unanitafutia matatizo? Samahani, siko sawa. Kaa chizi. Unasabu kama hapa ni barabarani? Siko sawa. Nani hana shida? Sisi sote tuna shida bwana. Sasa mtoto anaanza mission ya kwake. Tulimuona barabarani, kumbe anajua anakoelekea. Alisogea karibu na kumwambia, "Kaka, mbona una panic sana? Sio hapa, anatembea barabarani kama chizi." "Kaka, msamee. Sio kila mtu namuona barabarani unadhani mzima." "Sasa wewe ni nani? Mdogo yake au mtoto wake?" "Hapana, mimi simjui, lakini najua anachopitia. Sasa nakuomba, please, nakuomba utubebe, utufikize nyumbani kwake." "Basi sawa, njoo." "Hapana, niache, mimi sijapata pesa." Mwamba alianza kukataa. Sasa mahali alikuwa anaelekea ndipo kulikuwa pesa. Mwamba alivyoua kweli. Baada ya dakika 15 hivi walifika nyumbani. "Karibuni. Hapa ndio nyumbani, karibu sana." Sasa bodaboda akasema, "Mimi nimeshawafikisha, naendelea na kazi zangu." "Sawa, asante kaka, ubarikiwe." "Asante po." "Sawa sawa. Karibu nyumbani sasa." Lakini mtoto akasema, "Siwezi ingia ndani, niletee Biblia." "Biblia?" "Sawa." Akaleta Biblia. "Sasa mtoshe hapa nje." "Nani, mgonjwa?" "Yes." "Sawa." "Mtie pale." Sasa mtoto akaanza kuomba, akaanza ita nguvu za Mungu, alafu akapiga Biblia, kitu kikatoka. Sasa ghafla huyo mchawi akachomoka na kusema, "Umwache! Mbona unaleta shobo kwenye njia zangu? Sasa subiri nikuoneshe kitu." Aise, mchawi alisukuma kitu kizito. Sasa mtoto akaizuia na akasukuma ingine, mtoto akaanguka, lakini akampa Ali Biblia. Ali akasukuma ya kwanza hivi, akasukuma ikambamba, sukuma lingine mwamba. Sasa mchawi akakusanya nguvu zake na kumsukumia Ali.
Ali akaanguka, lakini akasimama akamupa ingine. Mchawi akaanza kulia, unacheza na nguvu za Mungu wewe. Alitaka kuomba msamaha, lakini Ali akamupa lingine chini. Haya, yake imeishia hapo. Na hapo hapo kimvuli cha dadake kikarudi na akarudi katika hali yake ya zamani. Kama umependa story hii, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mimi ni Ali Sekalema, au ukitaka niite Uncle Sekalema. Tukutane kwenye story nyingine.